ufalme. Mungu asaidie sana. Maana kwenye ufalme lazima mabadiliko ya ufalme wao yaonekane. Awe ni mwana wa ufalme, au ni raia wa ufalme, yuko kwenye ofisi hii. Huyu ni raia wa ufalme, yuko kwenye biashara hii. Huyu ni raia wa ufalme, yuko kwenye mtaa huu. Mungu anaponiangalia kanisa naona sehemu ndogo sana ambayo tumeitoa kidogo, lakini kiempana tunajiongoza, tunaenda tu wenyewe. Mungu hapa ananisemesha kwa sauti kubwa sana. Sasa tukubali sisi wenyewe, maana pia ameshaachia. Ni sisi wenyewe kumwambia Mungu, tawala ndani yangu, uwe mfalme wangu, uwe mfalme kwenye maisha yangu. Akiwa mfalme kwenye maisha yako, ufalme wa giza utaondoka na yeye atabaki kutawala. Sasa mwana wa ufalme hawezi kukaa mahali alafu ufalme wa giza kuendelea kuonekana. Lazima ulete athari pale mahali. Yeye akitawala, lazima uchumi wetu utabadilika, lazima ubadilike, lazima afya zetu zibadilike. Mungu asaidie sana. Alipokuwa anahubiri chini ya ufalme, aliponya magonjwa na madhaifu ya kila namna, hakuna lililosalia. Kanuni za maongezeko katika ufalme wa Mungu. Mara nyingi tumekuja mbele za Mungu na kusema, Baba niongeze, Baba siku nistawishe, Baba siku nifanyie nini. Lakini Mungu ni Mungu wa kanuni. Mwanzo 1:26 anasema, zaeni mkaongezeke au mkastawi katika maeneo yote. Haleluya. Kwa hiyo tunaona hapo kuna kanuni ya maongezeko katika ufalme wa Mungu. Kwa hiyo unapokaa tu katika jambo moja hauoni maongezeko, lazima ujiulize kwamba kwa nini sioni maongezeko. Na mimi nasema ya kwamba mfalme ameingia ndani yako, anatawala. Mfalme akiingia ndani yako, ana kanuni yake ya kuongezeka. Sio mimi ndio nichagua, bali ni mimi niliowachagua nikawaweka. Yohana 15:16 nikawaweka wewe mkazae matunda na matunda hayo yapate kukaa. Kwa hiyo kanuni mojawapo kubwa inayotawala katika ufalme wa Mungu ni kanuni ya maongezeko. Mungu anaitamani sasa kanisa, anasema kwamba tuzae, tuongezeke katika utawala wake, tuzae na kuongezeka katika maisha yetu yote, katika maeneo yote. Tuongezeke kiuchumi, tuongezeke familia zetu, tuongezeke na wana wa ufalme waongezeke. Anataka kuona ukiishi miaka mingi. Anasema hata kuwepo atakayekufa wa siku chache. Haleluya. Anatazama kuangalia mtu atakayeishi miaka mingi akimzalia yeye matunda. Hakuna aliyekaa kwenye kanuni ya ufalme akabaki hivyo. Mungu asaidie sana. Ukikaa kwenye kanuni ya ufalme, lazima mambo yabadilike. Lazima utembee katika nguvu, lazima utembee katika mamlaka. Maana ndani ya ufalme kuna mamlaka, kuna kutamka mambo na kudhibitika. Sasa kama amekutawaza juu ya kazi zake, wewe unafanya nini? Maana mafanikio yangu ya kiroho, jinsi ambavyo nimemuishi ufalme, ndicho kitakachoamua sasa na matokeo ya kimwili. Jambo nyingine, kanuni nyingine ambayo lazima tuifuate, kuna kanuni ya utii. Hebu fanya kila jambo ambalo mfalme anakuagiza kufanya. Adamu alipokosa kumtii Mungu, alipoteza mamlaka, akawa mtu wa kawaida. Dhambi kale ka uongo kadogo kanakusababisha wewe unapoteza mamlaka yako ambayo Bwana amekupa. Anasema tutakaposikia